Karibu sana katika mfululizo wa vipindi vyetu vya ustawi wa vijana na hatima zao. Kama wewe ni mgeni kabisa katika chaneli hii, basi bonyeza subscribe, lakini pia bonyeze kile kitufe cha kengele ili uwe unapata taarifa ya masomo ambayo tutakuwa tukiendelea kuyatuma katika chaneli hii. Sasa nataka nikuletee somo zuri kabisa special kwa ajili yako. Design your life mission statement. Watu wengi sana wamekuwa wakiishi bila kuwa na maono, bila kuwa na kauli mbiu au kujua kusudi la maisha yao lililowaleta duniani. Na hii ni hatari sana kwa sababu wanakuwa wanaenda bila kujua wanakoenda. Na hii itakusaidia kutengeneza clear expressions of your life. You can make it in writing. Unaweza ukaliweka katika maandishi. Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 hadi wa 3 nasema iandike njozi ukaifanye iwe wazi. Lakini hata kama ikikawia, ingoje, kwa maana haitakawia, haina budi kuja. Utasoma huo mstari vizuri, mimi nimekutajia. Sasa ukisoma kwa Kiingereza neno njozi alijaandikwa kama dream, limeandikwa vision. Yaandike maono yako ukayafanye kuwa wazi, lakini yajapokawia uyangoje, kwa maana hayana budi kuja, hayatakawia. Soma vizuri hiyo Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 hadi wa 3, utaona ninachokizungumza. To design your life mission statement itakusaidia sana. Nalizungumza kwa Kiingereza hili neno, lakini utanisaidia kutengeneza Kiswahili chake. Design your life mission statement. Ujaribu kuweka Kiswahili chake inakaaje. Lakini kwa lugha nyingine tunaweza tukasema mwongozo wa maisha yako yote duniani. Kauli iliyojieleza waziwazi na kufafanua mwongozo halisi wa maisha yako yote hapa duniani. Hii itakusaidia sana na kukutafsiri wewe kwamba upo duniani kwa sababu gani. Kama ilivyo katika taifa, huwa lina maono. Taifa lina maono, taasisi ina maono. Lakini pia ukikuta wewe huna maono, taifa lina maono, taasisi ina maono, wewe huna maono, ni ajabu. Watakiwa uwe pia na maono. Usiishi kwa kuangalia tu, siku zinakuja zinapita. Lazima ifike mahali sasa na wewe ukae chini uandike mwongozo wa maisha yako yote hapa duniani, ili ujulishe hatima yako kesho. Wewe utaishia kuwa nani? Wajaribu kuwaza. Simu ilitengenezwa kwa ajili ya kusudi maalum. Kusudi lenyewe ni kutatua changamoto ya mawasiliano na watu ambao wako mbali. Lakini pia kiti kilitengenezwa kwa ajili ya kutatua tatizo la changamoto ya watu kukaa. Kwa hiyo kikatengenezwa kiti, kina special kazi, kina kazi special work kwa ajili ya kufanya nini? Kumsaidia mtu kukaa. Lakini pia ukiangalia kitanda, kina special work, kina kazi maalum kabisa ya mtu au anaenda kupumzika, anaenda kulala. Ukiangalia hivyo kila kitu unachokiona duniani kina kazi yake maalum. Hata sikio kazi yake maalum ni hili sikio la nje linaitwa pina. Pina kazi yake ni kucollect sound waves. Kwa hiyo ni kukusanya mawimbi ya sauti. Kazi yake ni hiyo tu. Lakini kuna nyingine inaitwa cochlea, ina kazi yake. Macho yana kazi yake, meno yana kazi yake, ulimi una kazi yake, kila kitu kina kazi. Sasa je, wewe kama wewe una kazi gani? Kwa lugha nyingine, upo kwa ajili ya nini? Kila kitu unachokiona duniani kilitengenezwa kwa ajili ya kutatua jambo fulani. Na ndio maana kisu kinatatua changamoto ya kukatakata vitunguu, kukatakata nyanya, kukatakata sijui nini, lakini ni kazi ya kisu. Ozone layer kazi yake ni kufyonza zile electromagnetic waves, kufyonza mionzi. Mionzi pia kufyonza zile rays of light. Lakini ili wale microorganisms wasifariki, vile viumbe vidogo visifariki.
Hata wewe una special kazi, una special work. Kuna jambo ambalo lilikufanya uumbwe. Kila kitu unachokiona duniani kilitengenezwa baada ya kuwepo kwa tatizo. Yaani kuna tatizo fulani lipo, ndipo kikaja ili kisimame mbadala wa kutatua hilo tatizo. Kila kitu, hata wewe mwenyewe ni vile vile. Kwa hiyo haukuzaliwa kwa bahati mbaya. Sasa unatakiwa ukae chini ujiulize, hivi mimi nilizaliwa nikaja duniani kwa ajili ya jambo gani hasa? Watu wengi sana hawana mwongozo wa namna hiyo katika maisha yao, wanaishiishi tu. Hii ni hatari sana kwa sababu watu wanasema kwamba without vision people perish. Bila maono watu huwa wanapotea, wanaangamia kabisa. Mission statement maana yake ni mwongozo wa maisha yako ambao utaelezea upo duniani kwa ajili gani haswa na unataka kitu gani kwenye maisha yako. Lazima ujijue waziwazi kwamba unataka kufanya nini duniani, matokeo gani unataka yatokee kwenye maisha yako unapogusa maisha ya wengine. Utafanyaje ili kupata hayo matokeo? Labda nikupe mfano wa mission statement ya kwangu mimi mwenyewe, alafu uitumie ya kwangu kutengeneza ya kwako. Mimi my mission statement, kauli mbiu yangu, yani kauli mbiu inaitwa to wake up the mighty men in the whole world. Yani kuwaamsha mashujaa ulimwenguni kote. In how, kwa njia gani? Kupitia kuwafundisha, kupitia kuwaongoza, yani kama kiongozi wao, lakini pia kupitia teaching, kuwafundisha, lakini pia kupitia writing, kuandika. Naandika na unaweza ukapita kwenye kurasa zangu za Facebook utakuta ninaandika, lakini pia utakuta ninazungumza, utakuta pia ninafundisha ustawi wa vijana na hatima zao, series lessons. Umeona, mafundisho ya ustawi wa vijana na hatima zao. Lakini pia hata wewe mwenyewe jaribu kuwaza mission statement yako ni ipi, alafu in how, yani kwa namna gani unafanya. Hata mtu akikutana na mimi kwenye maisha yangu lazima abadilike. Lazima kuna kitu kichange kwenye maisha yake, na kila anayenifahamu mimi au anayeongea na mimi au anayenisikiliza mimi, lazima hatima maisha yake istawi. Lazima kuna kitu kibadilike ndani ya maisha yake. Ndivyo nilivyojiwekea mimi kwa sababu mimi nishajiangalia nikajijua mimi nimekuja duniani kwa ajili ya kufanya nini. Sasa na wewe unaweza ukajaribu kufanya hivyo. Mimi nikaandika kabisa. Labda nikupe mfano mzuri. Shule za sekondari na shule za msingi waga zina kitu kinaitwa mission of the school, lakini pia kuna kitu kinaitwa motto of the school, lakini pia kuna kitu kinaitwa vision of the school. Kwa hiyo kuna mission, kuna vision na kuna motto.